Yote kwa sababu wenyewe wanaona kazi, kwa sababu wote familia yangu. Una mawasiliano nao? Wote tunawasiliana na unajua mdogo wao nini nafanya. Tukiachana na hapo turudi katika tasnia ya muziki wa Singeli. Nimefuatilia sana, mimi ni mmoja wa watu ambao sijatenga muda mwingi sana, ila kwa siku chache nimekusoma. Ni mtu ambaye ukiangalia katika klipu zako na zile kabla hujafanya tukio unakuta unaweka Singeli, unaweka mnanda. Why Singeli za zamani na sio za sasa? Cha kwanza kabisa mimi Singeli ya sasa hivi napenda tu baadhi na baadhi. Yaani anaimba huyu. Ila sasa hivi hawana raza, japo wenyewe wanaona raza. Mimi binafsi naona hawana raza kwa sababu ya kwenye jukwaa kipanda huyu akishuka kipanda huyu unasema ndio yule. Wanaigana kwenye kuimba. Naona live mengi naona ndio naona kazi ya kuuliza kwani huyu ananiambia huyu mwingine? Anambia sasa mbona melody? Lakini zamani kwa mfano anapanda mwamba utasikia unajua kabisa kapanda mwamba. Kapanda japo biti zetu zilikuwa za zamani zile ndo Singeli sasa hivi wanajaza sana masample mengi nini. Singeli ni biti imekamatwa, biti grid nini umeka nini hivi na hivi. So unajua ile ndo Singeli naipenda mimi kwa sababu ilikuwa inatia amsha. Japo sasa hizi wanafanya lakini mimi binafsi siipendi ya sasa hivi kama zamani. Ngoma za zamani nazipenda sana na ni kwa sababu mwenyewe nilikuwa napiga DJ. Alikuwa na gongo? Mimi nimepiga lakini dakika za mwisho nikaja nikachungulia. Mimi chanzo bwana cha kuacha safari moja tulitoka hapa tukaingia nani na kipindi hicho bado mtoto wa mama. Tukaingia Kibamba huko. Chanzo cha kuacha udj. Tuliingia Kibamba huko. Tunajua inapigwa tena vurugu tena makundi tena amekuja kugombana kwenye shughuli ya watu. Watu wapigana vipanga nini zile DJ nikaingia kwa nyumba ya watu nini mawe pikipiki ndio kuja nao watu wakakata betri wameiba kozi ile nani ngasema mimi kuanzia leo tena kutoka usiku hapana. Bora tu niache kazi nitatafuta shughuli nyingine. Kipindi hicho DJ msanii gani ambaye alikuwa anakimbiza kipindi hicho ambacho unasema ulikuwa DJ? Mimi kipindi hicho nakimbiza watu wote wa conform. Fongo anafanya, babu nini dogo nige anafanya. Yaani wakina Migoma nani wote unajua MC Zomofani wote wanafanya. Wakina Bwaxi kipindi hicho ndo Mikune tena. Kibo Traveler. Kibo sasa wakati anafanya mimi ndo naachana nazo. Umeona. Lakini Kibo ndo wote walikuwa wanafanya vizuri kwa sababu Kibo alikuwa akija na Msizo. Kwa nilikuwa nafanya end of the day mimi nikaacha. Kwa huku kipindi hicho sana ofisi yangu ndo anakuja kurekodi Kidene anakuja mara kwanza anakuja kurekodi nyimbo zake na data. Sauda umebadilika, umekuwa mcheo. Umeona kwa amekuja Kindamba ndo anatoka Msasani kwa anakuja mimi nampokea. Bwana njoo karibu kawe anakuja ana flash ana nini anakuja na kazi kwenye CD. Umeona toka nao mimi naupenda tofauti na sasa hivi. Hivi kishopo hapa nikichukua simu yako kiharaka haraka hivi. Hivi kwenye simu yako uwezo kukosa nyimbo ya msanii gani wa muziki wa Singeli? Nikichukua simu yako hapa. Simu iko ndani lakini sasa nakutajia watu waliokuepo. Yupo Fongo, yuko Msizo, yuko Kibo, yuko Msaga, yupo Babu Kapala, yuko MC Sudi. Yaani wale old school wote unawajua wapo lakini wa vijana sasa hivi ninakudanganya na wasikilizaga YouTube unawaacha huko. Unasikiza YouTube unawaacha huko. Unadhani kitu gani kinachowafanya wewe mwanzo umeniambia kutokana na utaalamu wa DJ wao wanachanganya sample wanachanganya nini kwa wao kama wao wasanii wewe unashauri kitu gani ili waendane na wasanii wale ambao wanazungumzia wa old kikubwa wanafanya kazi nzuri ila wasigane kwa sababu kama juzi kali wanasikiza nyimbo zile pepe mama sija Kidawani nikauliza huyo mzee wa aga akaniambia sasa mbona sasa wanafanana umeona mimi nikajua ni malume kumbe ndio anaitwa Kida yule kwa sasa wanavoimba naona wanafanana yani wote watashatoka Bongo wameingia tena Morogoro yani wote wamebezi Morogoro tena watoto hapo lakini alikuwa akipanda Mawida hapo unajua kabisa kapanda Mawida akishusha akipanda Mofani so unajua kabisa kapanda Mofani akapanda Kibo akipanda Babu Kabala niache yani kila mtu ana ladha yake unaona kabisa ile so unajua usiku tena tumetoka ndo tuongeze tu Manyara kwenda kusikiliza kazi utatuambia nini Manyara ulifikaga hapa mimi nishazurura yani ndo maana muziki wa Singeli mimi uniambia yani nishazurura sana Manyara ndo mara kwanza sisi tunaingia pale na ndugu yetu mmoja anaitwa Lugwaza tunafika pale tunapiga ndo yule
Mara kidogo na singe ndo nani naye kaja inapiga ndio kusema bwana kwa unaweza kufikiria kitu kumbe nao ndo watu wanafikiria. Yaani sisi tumetoka huku tunasema ndo tukapige ndo ile ule. Kidogo naona anapanda fongo. Nimerudi sio poa. Ngaona kweli unaweza Manyao ulishuhudia lile bato la Kibo na Msizo kipindi hicho mle ndani watu wanashindanishwa. Bato hilo sikuepo hilo nilikuwa nimetoka kidogo. Ila ulisikia? Yaani nilisikia. Kwa upande wako kipindi kile Msizo na Kibo ulikuwa upande gani? Nani? Hilo bato ya kipindi hicho Kibo wa moto, Msizo wa moto. Kibo anafanya lakini Mofa ni mwache mwanangu sana yule. Tumetoka mbali. Yeye mwenyewe anajua. Anakuja kadogodogo. Alipigwa hapo wakati mnakuja hapo kwenye ulikomu si kuna Mayfair walipigwa magongo. Anasema usiombe kutane naye. Wazee wa Marungu alikuja countdown kuzindua kipindi hicho alizingua. Kwa hiyo toka kipindi hicho tunamfuatilia unajua kwa kiwa anafanya lakini kwa Mofan. Mofan yule kaka yake baba yake yule. Sababu yeye mwenyewe alikuwa anapita mule kwa Mofan. Ndio. Ukupa nafasi kati ya wasanii hawa sasa hivi ambao unasema melodi zao zinafanana. Msanii gani ambao unaweza kusema bwana huyu mkinipa unaweza nikamtengeneza katika njia zangu awe kama na wale watu wa zamani? Hasa kama mtu kashaamua kupita kwenye njia yake mkubwa kumbadilisha. Na muda ushauri unasaidia mtu. Mimi nasema tu vile kila mtu atafute njia yake. Hicho tu. Unajua Fongo alikuja juu kwa sababu alikuwa anafanya hip hop yani ana rap. Kwa Sholo Mwamba yeye hakutaka kupita kama Fongo. Yeye aliimba tu fresh. Japo Fongo ilikuwa angesema Sholo naye angesema labda apaniki anasema ngoja nipite kama mkubwa angepotea. Kwa kuna mtu kama nani yule alikuwa na zipi zako mjita alikuwa anaitwa nani kaka Mjani Mike sio na nani Kiwele nao walikuwa na rap wale si unajua kipindi hicho hujasikia ile kwa Manifongo alikuwa anaandikiwa na Mjani Mike alafu Sholo Mwamba alikuwa DJ wake Manifongo. Nilisikia kwamba bwana nani alikuwa anaandikiwa na kaka Mjani Mike ndio maana Kizulu kilikuwa kingi kwa sababu wanasema Mjani alitokea sasa sijui ilikuwa ni kweli kwamba alienda kiwanja akarudi. Kwa story zinafika yani habari zilikuwa zinafika. Kwa hiyo muziki tulikuwa tunaufuatilia vizuri. Na tuzungumzie kwenye upande wa pili Mnanda. Nao unaona ni mtu ambaye unapush Mnanda kipindi hicho labda kina Juma Mpogo nini. Sasa hivi vipi kuhusiana na muziki wa Mnanda kama umepotea hivi baada kama Jackie Simela kufa? Jackie Simela marehemu ameondoka na raza yake. Umeona muziki kama umedrop fulani. Kaja Machupa anafanya kwa mkubwa yeye anapita na njia yake. Umeona mkubwa yeye anapita na njia yake na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atafika mbali kwa sababu kuna vibao nimevisikiliza yuko vizuri. Mimi nimeanza kumfuatilia Machupa muda mrefu sana. Ngodi mtu ambaye namkubali sana. Japo mwenyewe alikuwa gajui anapita kawe hapa chwana muangalia. Kwa kazi zake alikuwa ganazo zamani toka Wanyamwezi toka sio ndo Tegeta Wanyamwezi kwa namfuatilia muda mrefu. Umeona. Kwa hiyo kikubwa mkubwa apite njia zake kundi itarudi tena kwa hewa. Utenzi uwe mwingi tena kama marehemu. Sasa marehemu alikuwa anaandika sana. Marehemu kwa sababu kama albamu yake ya mwisho ile sio na nyimbo 12 ile Yuma Jackie. Wakali sana ile albamu yake. Kwenda buleo kutoka ambayo nilikuwa naipita pita nayo sana ile. Kwa kikubwa mkubwa andike sana yani hapo zile ngoma za zamani unaonekana uko unazisikiliza zinakuwa zinaingia ndani ya moyo. Kuna kitu waga nafikiria afu na create. Yani kuna vitu niwaga nikifikiria. Afu mimi sisikilizi muziki labda singeli na Mnanda. Mimi nasikiliza kazi nyingi sana, nasikiliza tarabu, nasikiliza zilipendwa. Ndio maana kwenye kila character naitendea haki. Tukisema tuende kwenye character Kikongo nitakuletea habari za Kongo hapa. Tukisema tuje kwenye Nanda ndo naanza kuchambulia, tukija kwenye singeli ndo kabisa Bongo Flava. Nyimbo za mbele tulisikiliza kwa sababu lugha sijui. Hapo za Kongo unaniacha kidogo kama umenipoteza. Yani si nyimbo za Lingala. Kwa hiyo huaga nasikiliza kwa sababu nilikuwa kuna character ya Kikongo naifanya. Kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nisikilize zile nyimbo. Unaweza kunipa ile kokota nikoni ipi? Kwa hapa yani unaweza kunipigisha kidogo hizo njia. Kuna watu wasema bwana ukishopo atuletea mambo yake ya content hapa. Hizo nyimbo za Kikongo. Kuna character yani kuna balo bilo batongelie mumukurukuta yende kekese moko kusema walisema tumechoka muongo na muleso ni watu wakuchoma. Sam Mangwanya huyo yuko Sam Mangwanya
Yuko na tabule. Hiyo miaka nimesahau lakini zamani. Unajua? Miaka hiyo. Lingala inaimbe watu wansikilize. Taniambia nini? Na nyingine singeli nimeona kuna moja clip yako nimetoka kufuatilia muda so mrefu, ile clip ya nyimbo ya ya Kibo Traveler kama sijakosea. Unautesa wangu moyo daima nishike mkono so poa. Mdogo Kibo Traveler hapo. Sasa hivi kidogo tumeona kapotea, sio shida nini? So, kidogo amepotea sana. Kazi yake ya mwisho sijasikiliza mdogo Kibo, yani sijajua, lakini Mofa anaweza kumwambia bwana ameachia kazi mpya. Kibo muda mrefu. Wazani kwa nini wasanii wanashindwa kumaintain katika game kwa muda mrefu? Hicho ndo kitu ambacho mtu anatakiwa kaya afikirie sana. Kukuleta mjini ni kitu cha kawaida dakika 0, ila wa Tanzania sisi ni dakika kadhaa tu tunakutupa ukiwa una kitu kipya. Mimi ndo maana naambiaga mimi content zangu ni sidingo. Yaani naweka kitu natoa spoil, kwa sababu ukisema udrop uje kurudi tena ni kazi. Ndio maana unaona Mofa ni mpaka leo amestiki. Umeona? Ndio tunasemaga kuna wasanii wa msimu afu kuna wasanii wa kila siku. Wasanii wa msimu ndio wanakuja siku 2-3 kapotea, lakini wasanii wa msimu wako pale pale. Wako pale pale kwamba akiachia kazi zinaondoka. Inaonekana una maintain kila siku kazi zako zisike na kila siku inabidi uwe studio na. Yaani kwa hivyo wewe unatakiwa uandike kazi nyingi sana, yani kazi nyingi sana, usiwe mvivu. Kuna mwingine tu akishakuwa na kazi 2-3 anarizika. Sasa haitakiwi. Unatakiwa ukiingia kwenye play. Mimi kama mimi tuna ngoma zangu ninaandika tu za kishenzi na ngoma takriban kama 12. Ni aina gani muziki? Aina gani muziki? Zingua, si ndio hizo singeli naomba Kikongo afu na mimi kwa sababu nafanya mpaka na cover. Cover nifanya na buku, nikafanya panyalodi. Umeona, na singeli kadhaa. Koni kwa mimi nikiingia studio ile. Yaani wenyewe walikuwa kwamba mimi nikiingia hapo nikitoka na nyimbo 3. Jambo za kuzingua. Kwa hiyo msanii unatakiwa usichoke yani. Yaani una mafurukuto. Yaani kwamba wewe ukiangalia kwenye stoko toa hii, pandisha hii, toa hii. Hicho ndio wanatuini watu wengine. Ndio maana mtu anaondoka naumiza kichwa. Kishopu hapo umeniambia wewe ulikuwa DJ zamani. Hivi unaweza kuwa na tukio gani ambao unasema ili siwezi mimi kulisahau, ili tukio ambao nienda kwenye show siku hiyo ngakutana na changamoto ambao wasanii wa sasa hivi wanaenda studio club wanakutana na ulinzi. Changamoto yao kawaida sana, lakini mimi nimepitia hii changamoto noma sana. Hiyo safari moja tumeenda kwenye Ndale juu kushoko mwaka mpya huo. Wazee wakawa wanatembea, unaambiwa kama kawaida bwana, wazee wanachukua watu bondeni shoko. Siku hiyo basi unaambiwa nirudi mto kwa mto usiku wa manane. Wazee wako mbali, wazazi wako mbali, mimi niko huko, hawajui kama mimi nafanya shughuli hii. Nikasema hapa mimi kipindi kile tena ndo kundi letu na Mwendo wa Neema kale limechanganya. Ukikamatwa lazima uende 14 lazima upelekwe maisha yale. Nikasema hapa nikichukuliwa hapa sio inakuaje. Kwa mpaka ile nakuja kufika getu ngoja kuonyeuka na njia hii, nikasema alhamdulillah. Hilo ndo tukio jingine ambalo nikasema mimi hapana, kama pesa inatafutwa kila labda hii. Bora niwe kifurungu, bora niwe kifaranga mbele yake bwana mwewe. Kwa nikaamua kutulia. Ukaacha kabisa. Yaani hapo ndo nikaacha, nikisema labda najipigia mwenyewe beat niende studio nikarekodi. Iko hivyo lakini nikasema mimi tena hapana. Ndo Kindamba sasa ndo akawa sasa yuko busy. Kindamba akachukua wasanii wafanye mpaka leo. Kuna challenge hapa nitakupatie, nataka uniintroduce kidogo maisha ya skuli. Nataka niambie jina gani ambayo kipindi hicho unasoma shule ya darasani jina la ukoo. Mtu akiitwa tu darasani wanacheka sana, una enjoy yani. Kwanza jina langu lilikuwa likiitwa, ni sipendagi walimalizie. Mtu anapenda tu aite Musa Rashidi, akitaja bendera na mahindi. Watu fuata upepo. Watu fuata upepo, unajua. Kwa zamani tulikuwa wengi majina yetu atuyafagilia ukoo, lakini sasa hivi yamekuwa icon. Si unajua bwana mtu fulani anaitwa nani? Kwa mfano labda ndo mtu kuta wangoni ndo kuta si ukoo wa Mamba wa Mapunda, mtu una noma. Abdalla Mapunda vipi? Mtu anaona Abdalla Mapunda tena. Kwa sasa hivi watu ni jina vitu vya kawaida sana. Unajua miaka inavyokwenda mambo yanabadilika. Hivi hapo kwenye jina sasa hivi mtu akiulizia Munyi Sangalaza na Kishop Master, Munyi Sangalaza linaenda sana kuliko Kishop Master. Hivi ushawahi kujifikiria swala hilo? Ni kweli kwa sababu ya kila character. Yaani ukisikia kesi ishakuwa ngumu yule Kishop. Ukisikia striker gazabu hapa wewe Munyi Sangalaza. Ukisikia naam alhabibi indite Mwarabu huyo ndete. Kwa hiyo anabadilika kutokana na mazingira.
Lakini sasa hivi ile watu wakishaona kofia imesimama, huyo anajua Sangalaza, Bozandeki, huyo Mjunki. Kwa hiyo iko hivyo, ni kama tu tunamwona Mkubwa Joti yuko na Nishai, yuko na nani, lakini yote ni majina yake. Daki Boga, unajua Shangedele, Nishai nani, kwa hiyo yote anaenda. Kwa hiyo unaona haja labda maybe account hiyo fungue hivi, hii account hiyo fungue hii account hivi, kwa sababu watu kuna muda utambulisho wako wanashindwa kufahamu. Unajua katika zile sehemu fulani lazima bwana sign hapa nani wewe, utambulisho wako Mwinyi Sangalaza au Kishopu Mjungi. Ndio nikienda sehemu kwa sign siwaga tuna sign majina yetu ya nani ya majina yetu ya nini ila sasa labda kama wataka nickname linakaa Kishopu kwa sababu ndio jina ambalo nimetoka nalo. Haya mengine ndio anakuja kutokana na character ya Mwarabu utaandika Habibi Ndete, character ya Sela ndio ile Mwinyi Sangalaza, kesi ishakuwa ngumu hapo anasimama Kishopu. Cha mwisho cha kumalizia kutokana na muda hapa, unawaambia nini wale ambao walikuwa waamini kwa kile kitu ambacho wanacho? Umeona, kwa sababu umekuwa ni icon fulani ambao kama story zako ambazo ulizokuwa unafanya sana maisha fulani ambao umepitia, yani sio maisha fulani ya nini. Unaambia nini wale watu ambao wana kitu ila hawana imani na kitu wanachofanya? Cha kwanza wafanye, afu kingine waamini kwenye muda. Sababu mimi tukimwambia mimi mkongo kwenye game anaweza akagoma kana umekuja juzi. Kwa hiyo cha kwanza uamini kwenye muda kwamba sawa nafanya. Biidhnillah, yani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu siku yangu itafika. Yani muda wangu utafika. Umeona? Labda nikupe mfano. Mimi Kago nilikuwa namchekesha, Kago anasoma, anakuja, anatoka shule anapitia ghetto, mimi namchekesha. Lakini ukafika muda wake bado hujasema na utasema mimi bado niko kwa nyuma hapa. Lakini kwa naamini kwamba muda utafika na mimi ni nafasi yangu itakuja. Kwa hivyo kwa kikubwa tunaamini kwenye muda na hakuna kukata tamaa, kwa sababu mimi game sijalianza leo. Game nimelianza muda mrefu sana, ndio kama nakwambia ni sababu mimi nilianza kuchekesha uwanjani tu. Kuna game kuna mechi leo, naingia huko nazunguka uwanjani, tunaanza kulitafuta jina nyumbani. Ndio nakwambia tukienda kwenye mechi Tegeta hapo si unajua tena ile ulipi wala nini, sasa mapenzi ya timu tu. Umeingia mara sio kama mwanafunzi mara kama nani. Kwa toka tulikotoka kule mpaka tumefika sasa hizi tena unizungushi uwanjani takupiga mawe si unajua. Kwa sasa hizi tumepunzika, ili ilikuwa ni kwenye kujitafuta. Ndio maana hata Wakongo walianza kuchekesha. Sasa hivi mtu amevaa suti unakula comedy. Zamani tena mtu mpaka avae machupe yake matumbo masizi. Kwa kikubwa ni kupambana tu. Yani kikubwa watu wapambane, kuna kukata tamaa. Unafanya wewe fanya, ipo siku kitu kitalipuka. Na msingi wako yani Kishop Master ni nini? Yani protocol zako ambazo watu wakikuona tu kitu gani wa react? Yeye ni mtu ambaye wanasema yule bwana msela au ni mtu fulani ambaye una create kama msela? Mimi watu wote nimekaa nao. Japo mimi si kwetu ni 5 swalawati, swala 5 nini. Lakini ni watu ambao mimi nimekaa na masela wote, unajua vibaka blue mpaka ile masela wa kawaida nini wajomba. Kwa nimekaa na wajua vizuri. Kwa kivyovyote unavokuja mimi ndo nakupokea. Vyovyote? Yaani unavokuja mimi ndo nakupokea, si unajua. Na nene diskamba kaisonga. Yaani kivyovyote unavokuja mimi nakupokea. Ukitaka twende ile tunaondoka. Bwana ukitaka maisha kutubu tunatubu. Ukitaka maisha hii tunaishi. Unaambiaje ile marehemu nyuma nini? Usileta habari za marehemu, safari yake ya mwisho kavalishwa suti afu ile kajinunisha. Tabasamu hata kidogo zinajua. Wewe una maana gani hiyo? Hasa marehemu sikavalishwa suti. Ukiwa umekula suti lazima kidogo suti bwana, vazi la heshima, tabasamu, lakini kajinunisha kwenye jeneza pale zinajua. Kwa hiyo inabidi marehemu afanye tabasamu hata kidogo, au usiniletee habari za baba hapa ushibrain, unajua sadaka kujimaliza. Nadhani nikisema sadaka kujimaliza watu wanajua. Watu wanaenjoy ukisikia hivyo. Unazalisha maneno mapya kila siku. Mtoto ungangano nini? Tunajua sasa mgangano na nini, watu wanaukanda. Kwa uwaga anapigaga tu utafungua mwenyewe mbele. Bwana mimi nagusaga hapa kwa mwenyewe utafungua mbele. Kama una dimbili huwezi kuelewa. Yaani kwamba mimi nagusia hapa wewe utafungua kule. Kwa kubwa unazalisha maneno. Kwa hiyo unavokuja ndio tunakupokea. Kitaka maisha ya kutubu tunatubu, kitaka maisha ile ya namna gani lakini watu wote mimi nimeishi nao. Tena masela mimi ndo nimeishi nao sana, kwa sababu mimi masela nimeanza kuishi nao nimetoka shule 2012 siku 13
ndo naanza kukaa na masela. Kwa ndio ilikuwa kampani yangu kubwa mpaka leo. Na wale wanakutazama makazi yako wapi? Kwa sababu nimeona hapa nimefika Kawe, ila kuna watu wanaamini kuwa sio mtu wao huku Kawe yani. Unajua watu wanataka mfahamu ni mzaa wetu. Unakuta mtu labda kishopo mimi nakaa naye jirani mimi sijui. Mimi niko Kawe hapa, lakini wazazi huko waliondoka wakahamia Salasala. Kwa familia iko Salasala, ila kwa sababu mimi ni Kawe toka miaka hiyo ya 90, mazoea kwa hata mimi mishe zangu nazifanyia Kawe. Na unaambia nini mtu ambaye anataka labda afanye kazi na wewe? Mtu anayekuja kufanya kazi na mimi aje, siogope. Atucheki tufanye kazi kwa sababu mimi sijui kesho yangu. Kwa kikubwa tu ni kusapotiana kwenye kazi na kuheshimu kazi. Yani kusapotiana na kuheshimu kazi. Unyooshi maana watu wenyewe ambao sasa hivi mnakuta mtu akishaenda viral unakuta bwana mimi huyu nikimdie mtu ajibu. Hapana, waga iko hivi, sometimes tunaangalia, unaweza ukaja bwana vipi kama kaida Mwinyi Sangalaza fresh nipange mimi shabiki yako. Sasa zile ndo shabiki yako vipi? Kwa sababu unamwambia nipange, yani wewe unaona nipange kuna issue gani? Nenda kwenye point bwana, mimi nataka nifanye kazi na naambia basi sawa hivi na hivi. Lakini kuna mwingine tu